Nimecram mixes za msee, unanikuta niko kwa dom na masahani, najaribu kumimic Kenya DJs. Acha nikukatisha ile hot grabber master. Bas, Zaki na DJ Lighter, DJ Kalonji man. Nini mko hivyo like? Wewe ni Gen Z. Unatoka kitchen mbio unaenda enter. Wazielewa. Church events kidogo. Exactly. Church events unakuta acha kuwafichilia sema hakuna doa walipi poa. Okay. So unakuta kuna ile notion ya ni kazi ya God, but pia unakumbuka at the end of the day you have to eat. What's up my party people, mnagango rich in the house I know it's been a while, it's been a long, mnashangaa tumeenda wapi lakini mlishangaa wanasemanga good thing take times and today we want to introduce a series, and the series that we're introducing season 1 inajiita entertainment. So if wewe unajua akona story around entertainment, you can hold us, you know. And obviously I'm never alone. Unajua wanasemanga watu wa Liverpool wanasemanga never walk alone. So today I have a very gorgeous lady. Yeah. And idea imekuwa muda. Ni hype mbaya sana. Tujapatana. It's been ages bana. It's been it. Salimia watu. Hi guys, welcome back to the Real Life Unfiltered podcast. Yeah, it's not mengi, obvious. And today we are starting the series entertainment with a very, 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 very awesome. As venye nasemanga, unajua mimi napenda kula Fanta. That's why I say we always Fanta magojis. Anyway, what I'm saying ni leo tuko na Granite. Granite ya G ama ni ya J? Ni ya G. G. Yeah. My G. Say hi to your people. Yo, wagwan. DJ Granite hapa. DJ Granite, huh? Yeah. Let's start with you digging the life of... unafanya kazi gani hii mtaa Nairobi? Mi Nairobi, mi na hustle kama DJ. Yeah, so I'm a DJ by profession, talent, skill. Yeah, so basically mi ni DJ, everything mi ni DJ. Yeah. Okay, mi acha kwanza niulize. Unajua what is the first thing yenye unasikianga like ukiambia dem mi ni DJ kwanza anasema what is like the myth and misconception? Sio kuna myth unajua? Unajua kama kuna hii kama mtu ni church girl usiende. Wanasemanga ati ma church girls sijui umeenda umejifanya nini? Sasa umekuwa I don't know kama nitapigwa ile kitu na YouTube, lakini umekuwa something deep ndio unakuja. Okay, kwa DJ wanajuaga ma DJ wanakuaga ma player. Si huwa mna play music. Exactly, si huwa tuna play music. See what I did there. Bas. Yeah, so wale wanasemanga tutakuaga ma player mjue. We just play music. Music pekee? Music pekee yake. Very specific. Amesema music pekee. Yeah. Unajua kuna demo inaitangwa Wamboni inaweza kuwa ni wimbo. So anyway. Nakuona. I can see where you're headed. No, let's get back to the start to the beginning. Yeah. Kwa tukujue huyu kijana ametoka mtaa gani. Unajua sasa tumekuja kupata kuwa mtu mkubwa. Yeah, you have a past life. Tuguzie ile unaweza sema this one. Kabla sasa umemuuliza hiyo, let me add on something. Please. Si tunakujua kama DJ Granite, si ndio? Yes. Unacheka sana. Yeah, sawa. Si tunakujua kama DJ Granite. Sasa mtu akujui kama DJ Granite? Majina yako. Okay, majina. Majina kamili. Majina ya ID. Ya kipande ni Joseph. Na tafadhali ukiniona uko nje usiniite hiyo majina bana. Ukiniona uko nje usiniite hiyo jina tafadhali. So real names mimi naitangwa Joseph Wambogo Njuguna. Okay. Yeah. Those are my real names. Hizo ndizo ziko kwa ID. So tutakuita Joseph, we'll just go by the famous name. We do this to start. Tuna start beginning. Yeah. Ilikuanga Joseph. Until now when alibadilika. Sasa ndo nataka tupe kwenye hiyo jina ilikujia. Lakini because hatuta jump, tutaenda step by step. Yeah, so tuanze na ka life kako kidogo chuo. Kidogo tu ile nilisomea wapi kwa Beerworth police station, kutoka hizo.
Juvenile. Mi nimelelewa tu Dago, life yangu yote imekuwa Dagoretti. Mi ni mse Bontao. So nimelelewa Dagoretti life yangu yote. Mnasikianga aje? Sisi tumetoka kwa Shaki. Sisi tumetoka kwa Shaki. Kama mmenotice sina accent. Good for you. Accent ni ya mtaa. Sisi kuna pale mnaweza ongea usikie wewe kucha wewe Mluya. Mimi nimelelewa tu ghetto, mimi nimelelewa Dagoretti. Primary ilikuwa Ruta Satellite, secondary ilikuwa inaitwa Mutoini High School. Mutoini High School. Kichwa hiyo. Iko Dagoretti. Okay. So hiyo ndio imekuwa life yangu. So mimi ni mse tu Dago. Life yako iko Dago. Life yangu yote imekuwa Dago. Passion ya music. Imekuwa huko ama wewe umekuja? Passion ya music imekuwa since. Ushajaribu kuwa msanii? Nishajaribu kuwa msanii. Unajua kila mtu no by the way everybody sahi hata mimi nakuwa na nyimbo mbili Unajua ukiwa na ile passion ya muziki the first thing when hit ni unaweza andika. Exactly, and you can. So pia mimi nilikuwa tukianza tukiwa watu hii mimi bro yangu na mabeshte tulikuwa tunaandikanga. Tulikuwa pia tuna dance kwa church. By the way mimi nimelelewa nda Christian Foundation unaona. My dad ni pastor. Hello. My dad ni pastor. Sasa ni nini? My late mom alikuwa evangelist. So mimi nimelelewa nda Christian Foundation. Kwa tuna dancing kwa church. So life yangu yote imekuwa kwa church. Okay. That's very interesting. Ujiandika music? No, for real. Ujiandika music? No. Yo, like mimi naona nishaandika spoken word. Mimi naona nikiingia studio very soon. Nishaandika spoken word. Chapa online. Kama nimekasirika, sijakasirika. Tukukasirisha. Azia. Naacha. Inaweza tu hapa mstari mshangae wewe wazae. Mbona ukufollow passion? Mbona ulisema ibaki kwa matunda? Thank you. Kule matomoko. Acha tuachane. Okay. Now, let's get in now. DJing, that's because that's now our focus sana. So Granite, first of all, how is the transition from Joseph to Granite? And Granite iko na meaning gani? Okay, Granite na hiyo story nikiambiwa sio wengi wanadhanianga ni story ya jaba. Like I said, mimi nimelelewa na Christian Foundation. So my mom alikuwa ananifunzanga power of a name. Naona so hiyo time nikiwa bado in high school. Nikiwa high school like nilikuwa na enjoy kuona DJs wakicheza niko like yo umse mmoja anaweza control inbox yote ya shule. Yaani ya watu watulii. Yeye ame control inbox yote. Naweza taka kuwa na hiyo unaona hiyo influence ya control ourselves through music. So nilikuwa natamani hiyo kitu. So since high school nimekuwa nikitamani ku DJ hadi unakuta nime cram mixes za mse. Unanikuta niko kwa dom na masahani najaribu kumimic Kenya DJs. Acha nikukadisha ile hot grabber master. Zaki na DJ Lighter, DJ Kalonji man. Mimi mko hivyo like. Wewe DJ. Unatoka kitchen mbio unaenda enter. So hapo ndio hiyo nini tamaa ya DJ ilikuwa. So unakuta tu niko kwa dom nasikia ulikuwa nikisikia tu beats nilikuwa nasikianga hii ngoma inaweza ingiana na hii unaona. Na bado pia hiyo foundation nimelelewa yangu imekuwa ya music. Juu tulikuwa tuna dance kwa church nini. So hivyo. So after high school nikafikirianga mbona nisijaribu hii stuff juu niko so passionate about it. Na hata sijui mahali naanzia na nini. So nikasema acha nianze. So time niliambianga my mom nilimwambiaga nataka kuwa DJ but hata sijui naweza jiita nani. So nikianza nilikuwa nafikiria ati DJ Jose niko like hiyo si unique. DJ Joe si unique. So nilikuwa natafuta majina. So nikaambiaga madhe akaniambia vitu kama hizi power of a name unafaa unaombea. Exactly. So nikaanza kubonga na God nikamwambia by the way mimi natafuta jina. So one time tukiwa home juu after tumetoka Dago tulihamia Ruthgate. So tulikuwa tunalimanga nini. So one time tumetoka shamba, nimechoka, nimekuja nimetulia. Sasa hapa ndio story ya jaba inakaanga kabisa. Hapa ndio story ya jaba sasa hiyo. So one time tukiwa home nikiwa nimedoze,
kuna mtu niliota. Sasa umesikia mahali story ndio hiyo sasa jaba incoming. So niliota for like 3 seconds or 4 sijui ile unaona unaweza funga hivyo tu macho kiwa doze urauke. Kuna mtu aliniita granite na funny thing niliitika. So nikiamka niliambia gamadhe kuna mtu ameniita granite na sijui granite inamaanisha nini. So the first thing ilikuja kwa akili ya granite ni ile granite tunasomanga chem ile ya GRANITE ile ya carbon ile. Hiyo ndio the first thing ilikuja kwa akili. Bana chuo kwa nini? Mimi alisoma shule. Pangilio. Ukitaka tuende side kwenye nilikuwa tunasomea like chemistry. It was amko mnasoma. Tunaelewa sawa. Acha granite. So hapo ndio hiyo ndio the first thing ilikam. So but nilifeel nikiandika hiyo jina juu nilikuwa sasa nimeanza juu nimesikia hiyo jina granite na nimeitwa na nimeitika. So nilikuwa nataka kujua hii jina granite imekaa mbona na nimeitika na ni time yenye nilikuwa madhe alikuwa ananifunza story ya kuombea jina. So nikaanza kuchonga nikiandika nasikia siyuko satisfied. So nilikuwa nimeandikanga hiyo granite nasikia zizi. Nikaandikanga granite ya GRANYTE mwisho GRANITE nasikia bado. So nikajaribu kila kitu until the moment niliandikanga GRANYT. Nikasikia kuna kale ka satisfaction by the way hii jina na feel ni kama ni hii. So nikaambia gamadhe nimepata hii jina na funny thing na feel niko satisfied na hii. So kusearch online jina granite ya GRANYT inamaanisha nini? So inamaanisha one who is steadfast. So inamaanisha one who is steadfast and firm. Yeah. So hapo ndio jina granite kutoka. So venye tu niliona nikajua ni hii. Na hapo ndio jina granite litokea. Yeah, that's a powerful. Pia mimi when you get in by the way when you get in naming even kids. Yeah. No, by the way you professor. Yeah. You know like people think like because like naitwa Richard. My name is not Richard. But you are rich, right? I know. Thank you. Lakini shida ni sasa mtu anza kumanifest. No, swali ni kama unaitwa Dickson anyway. That's not good. No, like even tunaelewa. People think like because like Richard no kutata kuna mtu anaitwa Richard. I don't think kuna. So yeah, that is the thing. Na mimi niko na swali sasa. Yeah. Sasa venye uliona unajua kitambo not all parents used to support talent. Yeah. Walikuwa na insist unataka kuwa DJ, are you doing well in school nini. So my question is when you told your mom kuna mtu mwingine alikuwa anakaa kama anaweza hapana after high school siku yetu hatukuwa ina do so siku yetu hatukwenda kole. So ilikuwa after high school ni wewe ujipange ni wewe na Mungu wako bla bla bla. So si mimi niliambia kama my mom was my number one supporter like unataka kufanya hiyo fanya umepata mpaka jina fanya. So ukupata any too much opposition. It's nice actually. Yeah, so sikupatanga hiyo opposition. But sasa unajua kuna ile like hii ni career unaona like for like our generation kuna vitu nyingi si tunaanza zenye our parents hawakuwaifanya. Kuna a lot of careers sahi wasi wanafanya hazikuwa juu mapairo walikuwa wanajuaga it's either you're a doctor, you're a teacher ama you're a pilot unaona. Lakini sahi unakuta wasini sasa kama sahi kuna journalist kuna wasi wa media kuna cameraman kuna madansa na wanakulia hiyo choreographers. So unaona hiyo hii time wasi walikama nini generation yetu watu wamecome up na skills zingine mpya. So true. For me yangu wanaweza sema okay hawakuni support like financially but pia hawakunizuia kufanya. Okay. Yeah. That's nice, yeah. I remember the time I was telling my mom I'm quitting engineering kidogo. Nifanye mambo za entertainment. Niliitwa mkutano. Nama wewe. Kumeharibika. You know the funny thing is they don't know the inlet like exactly. Like okay umeenda kuchekesha watu. So what is unalipo aje ama like ni nini like yani unaacha kitu unajua unaweza toka hapo uende mahali upate interview bla 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 uanze kumake like you can even start making money like million in your first salary. Hapana. Lakini nilifika mahali wakaona I remember there is a time nilitokanga
Naitangwaje nitokanga play kwa hizi manini. Naitangwaje hizi za kwenda shule. Hizi za kuact like set hizo set books. Nilikuwa na kapaki vizuri because nilikuwa nimework within kama 2 weeks. Lenda nikanunua kile kimkate big, nikaenda nikapigisha mezani. From that moment maombi baba bariki huyo kijana. So that's but that was a big deal. Kwenda na ushago. Ushago. It was a very big deal. Ngoja ile kubwa kabisa. Kuna ile big. Kishananga katrela. Exactly. Ile Mnakula alafu unajua it was a big. Unajua nyinyi mmezoea mkate. Sisi hatujazoea. No like wala watoto mboni watao. Wow. Unaona? Kina nyinyi sasa. Kina sisi. Tumezaliwa ushago. Ushago gani? Azin ushago kwetu iko tao. So mimi ni bon tao ushago. Bon tao ushago. Sasa ukienda ushago unaenda kwenyu. Sasa kwetu ushago ni tao. Hata si kwetu ni ushago na ni tao. Fare kwenda Ocha ni 30. Ni 30. Na huyo unasikia kuna wani hajafika kwao. Kwetu 40 chwani. Kwenye nakaa ni ushago but ushago iko Nairobi. Natoka Kinoo unafika utonga Chikambete. Hapo ndio Ocha. Na hata hujafika huko. Unakuja lini? Mama nitakwambia. Tatafuta fare na pia ni 30. So nikubaye. Hata to like we get back. Wewe like before ndio unajua like for me to get in something like I had a passion ama kuna mse alikuwa na nini. Wewe nani alikuwa na because those time I don't think there was a DJ that we knew. Hata hakuwa naenda klabu au kwenda kama radio stations. So for me like I said nimelelewa na Christian Foundation. So time nilikuwa naanza ku DJ kwangu ilikuwa Christian based. So like mapero wako wananisaidia to like financially kusupport hiyo career. So kuna mahali nafikaga unajua hapa uko solo lazima improvise. Improvise. So what I used to do niliendanga kwa hizo shule zenye za academy, hizo academies. Nilienda like 3 academies nikachukua like hizo brochures zenye zinaelezea courses hiyo course ukienda kusomea DJing nini unapata. So kwa hizo shule 3 unaangalia ni nini like ziko the same kwa hizi 3 kwa hizi shule 3. So hizo ndizo main. So kwa every topic nilikuwa najipianga like 2 weeks na by data naingia YouTube nasoma. So nilikuwa yangu ilikuwa theory peke yake. So you're a self-taught DJ? The theory part. The theory part nimejisomesha. So by the time unaingia practical. So nilikuwa nasomea YouTube naandika mpaka notes nikiwa kijani hivyo bado tukilima bado tukifanya hivyo. Mshasikia. I don't know what you're waiting for. Hata mimi nilisoma driving hivyo. Inakuwa ile determination yako ndio itakufikisha tu hapo wewe unataka. So yangu ilikuwa hivyo. Nilikuwa najisomesha najibaia credo to notes hivyo naandika polepole hivyo. Namaliza hiyo nilikuwa najipenga like every topic najipea 2 weeks. Nitaangalia different videos. Ndio nipate ile nini unaona kwa hizo ukiangalia hizo different videos kuna kitu uta capture iko kwa hizi zote 3. Kwa hizi zote 10. Kuna zile vitu common hizo ndizo unaandika. Hivyo. So nikashika hizo kila kitu but sasa kuna ile hanga like okay sawa nimejua hizi vitu mashini nitapata aje. True. Sasa vitu kama tu hizo unaona sasa hiyo umeiweka sasa kwa brain nahitaji mashini. So tukiwa Road Gate tukahama mimi na bro tukaanza kunaitangwaje Gikambura. So tukiishi Gikambura kuna msee neighbor alikamingi ni kama alikuwa ameacha key place mahali so ametulia hapo nje tunapiga story. So hiyo moment tunapiga story ndio nika realize anakuwa DJ kwa club inaitangwa hapo na boys anaitangwa DJ Spy. So DJ Spy alikuwa kwa club inaitangwa The Hideout ilikuwa hapo Gikambura. So hiyo masaa tunapiga namwambia by the mimi naweza taka kuwa DJ nini. So nampea hiyo story akaniambia by the mimi kwa club. So hiyo time mimi nilikuwa nafanya kazi kwa kampuni ya dawa. Tulikuwa na manufacture medicine. Oya kampuni ya dawa gani? Kampuni ya dawa ilikuwa like tuna manufacture medicine ilikuwa inaitwa Universal.
kwa pale Kikuyu. Dawa gani? Yeah, that was the question. Tulikuwa tuna manufacture hizo dawa zilikuwa weird by the way. Dawa za matibabu. Dawa Dawa za matibabu. Najua dawa ni nyingi. Yeah, so hiyo kampuni ilikuwa basically ya kumanufacture dawa hizi za homa nini and everything. Yeah. Ametaja homa, Nimeshataja homa. So mnajua safe side guys. Yeah. So hiyo kampuni hiyo place so ilikuwa inabidi na sacrifice time. Sasa nimepata msianeza ni like literally nipea the practical part. Okay. Yeah, so nimepata msianeza nipatia the practical part. So nilikuwa ngadi kuna siku like on Saturdays nilikuwa najiunga tunatoka huko mapema mbio club. Already niko na theory. So hadi ile time nilipatananga na mashini for the first time nilikuwa like najua hii mashini ni gani cause nilikuwa nimezisoma na sikuwa nasoma mashini moja. Kwa nasoma hii inaitwa SX3 SB ni hivyo. So the moment niliona nilikuwa like yes. Mimi najua deck ni deck wala. Bas. So kuna kila mashini inakuwa na jina yake. Kila mashini uko na jina yake. Okay. So hiyo time tu nilifikaga hivyo Spy like literally hakuwa ananifunza. Alikuwa like anani introduce kwa scene. So kile nilikuwa nafanyanga nilikuwa nikiingia hiyo masaa 8 saa 9 kuna wale watu utakuta 2 3 kwa club. So walikuwa wananiambianga wachezee old school. So walikuwa wananipenga playlist na laptop yake ananiambia old school siko hapa chezea hao wase. So unataka ublend hiyo muziki uchezee hao. Usiscratch usifanye anything, just blend the music. Unaona? Wacha wasi wa enjoy kenye wewe unacheza. So hapo ndio nilianza kushika sasa so hii ndio the practical part. Yeah, na haikuwa kazi rahisi cause hii ujue ni theory, hii ni kitu tuko kwa kichwa. So lazima muscle memory, lazima sasa apply kila kitu kwa hand sasa. Ili take time. Alafu ilikuwa unajua mimi nafurahia venye Spy alinifunza. Spy hakunifunzanga ati kababa. Ilikuwa like alikufunza kuspy. Ilikuwa na mazee cheza muziki, cheza sio hivyo unagonganisha. Hivyo sasa hivyo ndio nilikujaga kushika. Hiyo unasema hii ameniambia kesho nita make sure. Hii ameniambia hivi mara 2 mara 3. Nenda mpaka naisomea tena YouTube. So kwa YouTube naanza kuweka hiyo masomero. So ni hivyo naingiza. So hivyo pole nikaanza kuivia. Spy akaanza kuniconnect na gigs. So alikuwa ngana nipea laptop yake na alikuwa gana kama mashini kadogo hivyo. So alikuwa ngana ni connect utu kama unakuta church after church wasi wanakutana kama shemanio hapo. So ananiambia nataka uende huko. Napata ya chai hivyo pole. But with the time so with the time nikaanza kurealize by the way kuna place nimeanza kufika. Na unajua mi personally nafurahianga venye Spy alinifunza cause pole alikuwa anaanza kutoa favors like laptop. Sasa anaanza so hiyo laptop every time unakujia nena kulipisha. Thank you. Unaona? So hiyo inaanza kukuambia aje by the way I need one. Mine. Hii hard drive ananipeanga aliniambia kitu ya kwanza nunua hard drive. Hard drive ni DJ ni muziki. Yeah, that's the first thing. DJ ni muziki. So enda utafute hard drive, kujia muziki mimi ndakupatia juu mimi nakufunza. But nataka ununue hard drive. Kanunua hard drive yangu, kaanza kunini. So bado natumia laptop yake. But for some time akaanza like sasa hii laptop ukikujia na kufanya nini? Unanikanja. So kama niwe mse smart unaanza kurealize by the nafanya hizi gigs ni ananipea hizi gigs katai. Yeah, true. But historia yako historia punch hapana. So one time nikaambia my bro manze hii mwezi nataka ulipe rent. Tukua bado tunakaa na my bro anaitwa Meshak. So yeah. Mbona mnacheka? Is there something I should know? So my bro no tuendelee. So my bro mnacheka zenda kwa watatu. Ni mimi mwenyewe relate. Itabidi tu umecheka. My bro nikamwambiaga manze lipia rent na dai kubai lapi. So hiyo pesa yenyewe nilikuwa na napata ya kampuni yeye ndiye alipanga rent. Mimi ndo ingine yote tukaenda na yeye nikamwambia kabai ka laptop nikabai ka Windows. Nilikuwa nasikia niko proud sana. Kwa sababu niko fit niko na laptop. Sasa umesha save ile punch. Ulikuwa unafaa kwenda kuhaya. Nimesha save hiyo punch.
nikaanza kufanya hizo hata like nataka nifanye nini before you wenye tu niendelea like Yeah. choose yako ya playlist like how do you manage unaingia hivi unajua watu hata ndio naelekea hapo in so spirit. so nilianza na the gospel version so nilikuwa nafanya mostly church events but for some time nika notice church events kidogo exactly church events unakuta acha kuwafichilia sema hakuna doa walipi poa so unakuta kuna ile notion ya ni kazi ya God but pia unakumbuka at the end of the day you have to eat, I have to eat, I have to dress. Sure. So when nimewafanyia gig event imekuwa successful watu wameenjoy cause event literally like hata ukiangalia harusi watu wanagojeanga hiyo pati ya kudance wameshakula wameshafanya everything wanagojea pati ya kudance nani ana control hiyo moment exactly so for some time nika cut off the gospel part nilikuwa nazifanyanga but unajua kuna mahali unafikanga unaona mmenizoea did you get any judgment like from yes watu wa church like yeah very so ndo niliingianga club nilienda kutafuta job kwa club ilikuwa bado nikiwa hapo area za Kikuyu ilikuwa inatagwa Club Desire so nikaenda Club Desire Club Desire I realize so umeanza kupeleka hivi mnaganga bas so nikaingia Club Desire yangu sasa nimeingia area yako sasa nikaingia Club Life buda mimi nimezoea tule tu mashini tudogo na heavy machines but so nikaombanga job wakanipea but at first hawakunipeanga job ya DJ walinipeanga job ya lights so kazi yangu unaona kwa club ile masaa una disco lights sasa disco lights so hiyo ndio kazi na hiyo kazi literally sikuwa najua kufanya nilifunzwa huko exactly so ile masaa like 4 am hadi ujue ndio nimeingia club life sina idea so hiyo club life hiyo masaa ya 4 am ndio boys alikuwa anaitangwa spoiler DJ spoiler manze big shout out so DJ spoiler ndiye alikuwa ananiambianga hiyo masaa ya 4 am tunacheza garege kama ufanye nini kama unasukuma ngoma 2 ngoma 3 ananiambia na pia mimi huacha hard drive pale unaweza kuja ukopi mangoma lakini usikopi tu copy na ujue hizo muziki so it's not just atichukua tu muziki zote uko na umejaza hard drive na ujui kitu yote so ilikuanga una copy na unakaa chini unaanza sasa kupractice kucheza sasa juu already nimeingia kwa hiyo club nilikuwa naingiaga mapema juu club life inaanzanga kitu 6 hapo majioni so mimi nilikuwa naingia saa 8 na reduce volume kwa club alafu naanza kujifunza sasa kucheza na hizi big machines so unajifunza ku drop juu sasa already niko na ile idea ya ku DJ but nimepata na machine kubwa na nataka kulearn so hapo ndo nilianza kujifunza hadi hizo ma scratches nini bla 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 kama mtu akiama bed sitter aenda for bedroom unashangaa yani uone vitu zako kumbe zote ziko place moja well there is a friend of mine acha kwanza ni alitoka bed single room akaenda to bedroom you know alikuwa aliniambia the first 3 weeks alilala na vitu zote kwa room moja zote because like amezoea kushika nyama exactly because si niko uko like yo you know but again I guess ni mtu huwa na learn pole pole bio nimekumbuka like hivyo mambo za church na I am not against it pia mimi niliendanga event tulikuwa tuna MC na another guy called Ranchos so tumeenda yeye ndiye alikuanga lead MC sasa mimi nilikuwa natembea hivyo so tukakanjwa like tulikuwa tukanjwe tumeenda tumemaliza event mazee umechoka like hiyo time hata hujui conversation na watu wenye like unajua kama MC unachonganga msee so unaweza chonga msee asimame wepo so tumepiga event tumechoka tulikuwa kana huko Naivasha tukapigiwa simu tukitoka napo hivyo watu tunaongea na watu wa sounds na nini kama wamekanjwa habari nimeona mmefanya kazi nzuri Mungu awabariki mazee nafaa kurudi Nairobi tuko Naivasha na ni harusi that hadi wa leo huyo jamaa hadi wa leo nasikianga kama nikimpata atanipatia hizo nini zote zikuje na interest but for me nasemanga I think everything inakuwa to experience I guess iko na startup kuna ile lesson huwa unalana so for me so hiyo time nimeingia club nilimalizananga na church kabisa like literally sikuwa na DJ kwa church juu nilinotice na hii club ni kama inaanza kulipa iko na nini so nikaingia kwa club like so Desire ndio ilikuwa the first club nilianza
So nikiwa hivyo rookie nini vitu zinaenda poa, nikaekwa side ya Mugithi. Mimi naye sijui kucheza Mugithi. So nilikuwa najiambianga every time customer ananitisha request nitakuwa na make sure next time hutanitisha. Cause nitakuwa na make sure next time niko na hiyo ngoma. Yeah, So hivyo ndivyo nilianzaga kupandisha playlist hivyo. So Desire ilikuwa na club mbili, ilikuwa na side ya Wazae Mugithi na sasa side ya vijana. Vitu zikaenda poa, blessings za God nini. Sasa nikarushwa kwa vijana. So nimeanza kuivia. So nimefika Desire, nimeshaanza kulearn muziki nini, niko fiti. Nikapiga Desire like for a year and a half, but nikafeel sasa hiyo place nimefika kuko like yeah. Point yenye mali Desire iko, mali imenifikisha, siwezi pita hapo. So nataka kuelevate. So nikatoka Desire, nikaenda 105, nikatoka 105, nikaenda ilikuwa inaitwa Panama, nikatoka Panama. Sasa hii niko Alfakir. Sasa uko kwa acha niulize swali. Nimezunguka. Mimi niko na swali more of being of personal. Hao watu wote ni nani alikuwa uko manager? Like hakuna mtu alisema kale acha nipite nako hata nikiwa tipsy tutaenda nako home. Ni maintain. Okay. In short, okay, nini ndio the only club na mimi nasemaga hiyo nikiwa proud. Desire ndio the only club nienda kuuliza job. Hizi club zingine zote zinakuwa recommendation. Okay. So hizi zinakuwa like unafika, watu wanakusikiza wako like kesho akuje. So unaona like Desire literally nilipiga prako venye inafaa. Like hiyo ndio sasa ilikuwa training zone. Exactly, training zone. So ni perfect, nikaekelea kila kitu. So hizi zingine ilikuwa tu nikiingia ndio huyo napata kazi na siku ya kwanza hivyo. So ilikuwa 105 Panama literally sikuenda job, sikuenda kuulizia. Ndio sherehe. Ni market alinipigia. So ni alinipigia kaniambia nimeambiwa manze unakuwa resident Sukam hivyo. Na niko na swali. Yeah. Ulisema katulingia club life, uliachana like church. Yeah. So was there any time that maybe ulitoa event ya kanisa? Yes. In between? Yeah. And when you went, did you get any like wanacheza kwa club like like nikiwa Desire nilizicancel nyingi. Nilikuwa na pair wasenye at that moment wanacheza kwa club. Cause nikiwa Desire for me yes nilipingwa na wase wengi sana cause wase walikuwa najua ni DJ wa club. So watu perspective ya club ni uko everything shenanigans zote. So anything wanafikiria, unaona sasa ukiwa mse wa church unafikiria club, anafikiria anything inaweza go. Anything can go, unaona. So yes, for a time nilicancel hizo shows. Nikasema mimi kwanza nda perfect skill yangu kwanza. So sikuchukua gani gigs, nilikuwa nikiitiwa gigs namwambia by the umseufanye ndio poa. Na ukiona wase wameanza kukutafuta, wameanza kurealize wamesha kumako market. So after a while ndo nilianza kuzichukua. Na nilianza kuzichukua juu nilianza sasa kuweka DJing at a professional level. So ni like kama unaniita mbesha nipe deposit unatoboka haraka wewe. Funny thing kuna mtu nilifanyianga hivyo wedo na bedhe na watu harusi bedhe mfanyangi poa. So wase wa harusi mimi hata nanga shida na bwana harusi. Bwana harusi na bibi harusi wananga shida. Committee bedhe pia mimi Mungu wangu. For it. So kuna jamaa amenipigia simu anataka sijui cameras and stuff. Nikamwambia budget inarania hivi. Akaniambia that's too a little bit high. Unajua nilikuwa nakutafuta juu. Nikamwambia okay, acha niende the low I can go nikupatia hizi. Acha niseme hiki kitu. Hakunanga mtu expensive. Niwe ufiki tu. Unaona mse wa 3K atakusavia quality ya 3K. Exactly. 12K atakusavia quality ndio ile soma pale. Yes, mse wa 3K atakusavia 3K. Mse wa 12K atakusavia 12K, mse wa 40K atakusavia 40K. Ni kama tu like restaurant. Hiyo ndio level yake amefika. Kama rent. No, even at a restaurant. Hata ni kama rent. Ukisema unatafuta keja 15 utapata. Unajua kuna place. Unajua hiyo keja 15 ni ulale umeshikilia vitu zako. Unasema kushikilia ama unasema kukianza kunyesha.
Sasa unaambiwa security ni wewe. Exactly. Wewe ndio security. I have a bad experience. Exactly. Unaona? Na ukiingia keja ya 40k. Before ni soto kwenye niko. Ukiingia keja ya 40k hata hiyo mtaa yenyewe tu the moment unafika unafeel. Unasikia unajua hauna kitu when unahamia nyumba unaongea unasikia echo. Unaona? So si ati umse hadi mimi kuna time nilikuwa nalipishaga hiyo bei ya chini. Na siwezi sema ati hiyo bei ya chini ati nilikuwa mcheap. Au kwa mcheap. It was that was basi kwa hiyo moment when walipata hiyo nikiwa hiyo moment basi na hiyo enjoy hiyo time wanakupata hivyo as you grow tuna grow na yeye which means kama nilikupatia kazi ulikuwa na 3k like kama ulipatia kazi that time I was nilikuwa najijua sasa unaweza nipigia simu unaweza kuambia hey bro that time ni evaluate nitakufanyia nimekukatia hiyo post. Another question in between that one umesema kuna wakati ulikuwa hiyo babes no and people knew you for that and recommend guy who deliver ni and is affordable after sema cheap is affordable na kitu ana deliver ni quality now you got recommended umepanda bei sahi have you ever gotten someone kutoka kitambo anakuambia na sasa uko more expensive nini hizi unalipisha expensive ara ndio hiyo so there's a friend alikuwa na wedding so wedding so no I have something with wedding kuna dem nilimfanyia ngarurashio na she enjoyed to the point that nilimfanyia ngarurashio na wedding so wase ndio wakaanza ku notice sasa unaona nimeshaingia nimeidhia club unajua okay club life inakuwa mix of everything muziki gospel tunapiga club kwanza gospel uko ndiko watu wanasikia baka tuweke nani tuweke kina shiro waji uko ndiko ndo baka na taa na anaitangwa aje achana na Rose Muhando amukira gadho anaitangwa aje Ruth wa moyo tuweke Ruth wa moyo hapo manze tuweke Nego Kena ai buda club inakuwa one happy place wale wanaabudu Mungu vizuri club inakuwa one happy place for me hiyo ndo experience. Can you agree with me? Someone told me mtu amelewa anaweza kusomea Bible for real cause kitu mimi nimekuja kujua sema tu ile time zimeshika kuna kuoga na ile wanaitanga kuna kuoga na conscious mind na subconscious so subconscious ndio unakutanga mzaya amelewa anaimba zile wimbo alikuwa anaimba akiwa mtoto unaona unakuta ati ile msia amelewa ndio anakumbuka manzina na misex wangu acha nimcall hello bas unaona angekuwa soba angewaipiga hiyo simu but subconscious inamkumbusha manze anakumbuka there is exactly. Ndio unakuta kuna dem ati ama kuna boys amelewa ndio anakumbuka manze mkoro ama mzae manze alipass unaona ile ka subconscious so unakutaga mira nasemanga watu wa kunywangi juu pombe si tamu wallahi pombe ni kali waweke sukari but kenye watu wanakunywanga ni the feeling Fanta ingekuwa inatupia hiyo feeling wallahi tungekuwa tunakunywa Fanta tungekuwa walevi sisi wote kila mtu angekuwa anatembea Fanta magoji kila mtu angekuwa anatembea na Fanta unaona so watu wakunywangia tipombe ati jupombe ni tamu Fanta pale shule naambia wewe mwaga hiyo kitu mwaga no that's exactly so watu wanakunywanga hiyo feeling ndio watu wanataka ku feel like for a moment kila kitu imestop ukiwa zimeshika unaweza katiana unaweza like unakoga tu huko tu unaweza like unaona sasa zikiwa zimeshika unaweza ambia mtu anything unaweza ambia mtu anything so straightforward unaona si ati nakunywanga bedhe hiyo ni story nilisikia acha tufinye so unajua tuko acha tufanye so uko na games tafadhali nataka kuintroduce game lakini hii ni DJ based so Lois atakupea na mimi nitakupea zangu ni more beat nataka kunyanga details maybe zake ni za for fun like for instance wedding crowd ama pub crowd ngoja niko na swali anafaa kujibu haraka haraka ni or with no much explanation sawa umesema wedding ama pub wedding ama club ni wagani nini hard kufanya nini kuentertain sidhani kuna difference ina depend na venye wewe unajua wedding una deal na watu wako sober wedding iko na pressure cause wedding inakuwa once in a lifetime
weddings zitakuwa na pressure mbaya. So nitasema wedding inakuwa na pressure. Wedding na events juu unajua sasa hawase hata yoana tena. Wanafanya nini Hiyo ukileta kusafisha ndoa. Unakutanga like literally for me ikifika ni wedding nitakulipisha as high as venye nataka. Tunajua wewe pia uko na expectations. So nataka ndio nikudeliver hizo expectations pia mimi nataka hii do. Hivyo sasa. So naweza sema nini iko na more pressure. Yeah. That's true. So which one do you prefer, the midnight banger or the sunrise vibe? Ati? Una prefer? Acha kutwengwe bana. Midnight banger. Sawa, midnight ama ya sunrise. Sema midnight. Midnight. Mimi nasijui kama mchana unaweza nipata on. Midnight. Kuliko sunrise. Yeah. Yes. Mnagango, you can go to the next one. Tuseme aje. Wajua zangu subconscious sijashika ndio maana subconscious kama vitu ya lakini let me ask this ni street like ni mix like ile ngoma like anytime like lazima like it's a must nicheze unajua kuna ile ngoma club I don't think inakuwa na ngoma specific cause ile favorite sinanga favorite Yeah, but funny thing, mziki ya club haikuangi my vibe. Yeah, mimi nikiwa kwa nyumba mimi spendi du. Upendi makelele. Like literally nikiwa kwa nyumba mimi usikiza acoustics. Unaona hizo magitaa. The funny thing ni ati in life kuna experiences tatu. Yeah. Kuna watu wa Moshadha, watu sisi wa Shamaho. Kuna watu wa town nyinyi. Ndio hao sisi. Na kuna watu wa uptown. Uptown. Sasa like una jamaa ako 17 years old and this guy is listening for soul and blues because bro what are you hearing there? Nilienda event flani tulikuanga I guess first year with a very good friend of mine aitangwa Steve. Ananipeleka jazz. Anyway tumekaa tu hivi. Jazz mbaya. Unakaa tu hivi. Mimi nipate msee anacheza jazz, hizo unaona hizo masags nini like naweza kaa hapo tu nimsikize. So I think unapenda napenda jazz music sana. Alafu kuna jazz anything inakuwa like chill yo boy like unajua like nimetoka Ucha. Unajua Ucha the kuangalia ile pressure ya I don't know kama sasa iko like after the circumcision unaanza kusikiza sijui marege atubongo fulani sisi kwenda tuko na sema lakini kuna tubongo akina nani akina Platinum akina Diamond na sasa atiza bongo sisi ni maridim za akina sijui akina nani Babes Cartel unasikia ati akina mwana roots hapo sijui nini ati dike umesema nani Israel Vibration bana ukashwa na malizo nasikiza akina nani Don Carlos akina Mbosso huko na akina nani Mbosso ndo nani mimi Mbosso najua ni Maragu no but hizo ndio zilikuwa ngoma tunapiga hivyo so old school ama gengeton naweza sema old school I also love old school. Which is your worst experience, laptop crash or power blackout? Naweza sema laptop crash. Hiyo ndo the worst. Uliko stima kupotea? Stima kupotea inanga shida wasi hakuna mahali wanaenda. They are not going anywhere. Watakaa hapo waanze kuchant. Ni wala wanasema hata ukisema tunakunywa. Unakuta kuna mtu ataanza wa Kenya musilale. Wataimba mpaka stima zirudi. By the way ama before generator ibaka hapa. So for me ni juu laptop ikisha nini laptop ama hard drive ikishaenda imeenda. Hiyo unakuwa like yo wow. So for me ni laptop. Yeah. Another one. If your decks could speak, what do you think they could say about you? Unapenda kunishikashika. Atambie. Wallahi. Cause mimi nakuaga tu hapa. Wallahi. Zingesema hivyo. Sema unapenda mdaro. Unasema unapenda kunishikashika. Kila wakati uniachi. Sipumui. Wallahi. Kila saa tuko hapa. Niko tu. So hiyo ndio kitu niko sure. Dex ndio sema hivyo. Mnagango on to the next one. Afrobeats ama hip hop. Afrobeats. Yeah. Okay. Kina nitamwona ni ujamaa.
Sijui mimi. Unaniangalia wewe mnanisikiza. DJ ndo anajua watu wote nini mimi nawajua nawajua wote. Okay unajua hivyo ukisema hivyo selection ya ikifika ni selection ya muziki ina depend ni place gani. Unajua ukienda Ocha huwezi cheza artist juu anga Afrobeats. Kuna vibe yenye unafaa ujue huko unajua unaangalia so inakuwa like for DJ inakuwa tunaitanga crowd control. Lazima usome crowd yako. Sema kitu lakini nitaonekana nikiwa bias. Lazima unasoma crowd yako. Unapenda kila in the funny thing that sasa ndo nasemanga pendi bongo. But I'm pretty sure if unaweza ndo nani asikiza imba hapa watu. Ndio hata tunasema ukienda kwa club kama mimi sina mimi hata hizo ngoma hauwezi pata mix hata ya nini. Mimi zangu ni soul music na country music. Mimi zinanga muziki kwa simu. So muziki inakuwa hapa. So unakuta lakini uko na hard drive. Unaweza tu connect tuko kwa laptop. So mimi muziki like mostly muziki inakuwa hapa. Inakuwa tu kwa kichwa saa zote. Tu unaingia tu status na but so who is the real star, you or the crowd? Me. You're the real star. You're the big deal. Are you sure? I'm the one controlling you guys. Yeah. They But can tell you nothing. if they are not there, you are not here. No. But I can agree with him. Naweza sema aje nitasema club inaweza run bila waiter. Yes. Si watu wanaweza jiendea pombe hapo mbele. Si ni kama liquor shop. Yeah. Equally club inaweza run hata bila like ati supervisor, sijui anganani. But club is run bila entertainment. Okay. Yes. So ndo unakuta hata liquor shop iko na mixes. Nganya iko na mixes. Okay. Umeona? So like for me naweza sema DJ ndio star hapo. Okay. That's true. One Kenyan track that you cannot skip in your mixes. One Kenyan track. Inaitangwa aje ya BN na BN Ongeza kidogo. Walitangwa aje bwana ni kozi wangu. That one. Anapenda. Hiyo ngoma siwezi skip. Hiyo sasa hiyo ndio una shift lengine zote kwa club tuko na sasa hiyo version yenyewe inakuwa ya kuna ile transition umetoka hapa au mademo msijui washike mabra na wakaze unaingia nini literally inakuwa muziki yote yenye crowd inaweza respond. Ile unaenda ukizima nini so hiyo literally inakuwa wewe kuengage crowd. So unawazimianga usikie kama watu bado so unaendelea kuzirusha unarusha ingine unafanya nimesikia tu maneno tu hili hivyo alisema ile like una feeling wewe ni star. Ile tu maana umechukua mic unafanya tu hivi kila mtu apanda lyrics word by word. That's one of the best feelings about DJing. Hiyo time unaekia watu na kama penzi alafu unazima wanaimba wakilia huko nasikianga mailo umeshawaweza manze. Mimi nilikuwa na because like unajua US inajulikana kama inaitangwaje Las Vegas. Unaweza like apart from Kenya ni wapi like kama like apart from Las because miongoni mwa DJ wengi watakanga twende Las Vegas like apart from Kenya and na being at Las Vegas ni wapi penye unaweza taka kuperform? Mimi hakuna place siwezi taka kuperform. Mimi hata wanipeleke Zimbabwe. The only thing inakuwa tu ni research. Like literally nikijua naenda place najua mostly hakuna Kenyans, ndakalia nifanye research hii place. Unaona hata kama utaenda like days before meet like a DJ mwenye anakuaga huko mna vibe na watu huko wanapenda nini. Same hata na Kenya. Sio kila place watu watasikiza bongo. Sio kila place watu watasikiza reggae. Sio kila place watu watasikiza hip hop. So lazima kila place unaenda lazima unaenda before unafanya research. Everything DJing ni research. Hapo umesema kuhusu Zimbabwe. Unaelekea. Unajua ukaenda na nguo like nikaenda na nguo kama hii. Anaweza sema mimi ni mshona. Anyway, amwezi jua. No, they speak Shona nini. Yeah, exactly. No, wrap it up. Utuambie like unaweza ambia James like ngoja kabla amalize. Like what's the worst DJ fail you've ever experienced? Worst feeling? Ile fail and unaona you fail somewhere like ucheze na wase hawaku feel your set. Hiyo inakuwa the worst. The worst. Yeah. Now it happens.
A So, lot ama real? Yeah, a lot. Kuna siku like unakutanga tu it's not your day. Ni kama comedy. Yeah. Zinakwaya milima. Wewe unarusha joke unarusha hivyo. Same thing Watu just na wako tu DJ. like, Yeah. maliza Like uende. unarusha mpaka una feel Ama ni mimi ninachezea the wrong crowd. so yeah, inakuwa hivyo kawaida, Kama inakuwa ingekuwa kawaida. watoto hapo. And in that time do you feel like unaweza zima kila kitu uende? Mtu feel like literally una feeling hiyo pressure cause ujue watu wote ni pale. Kwanza unakuta like maybe kama kosa kamefanyika, kakebo kamechomoka, mziki imenyamaza, kila mtu ugeuka hiyo. So literally hadi una feeling hawa watu wanaangalia walai. Zizi. Wewe nini unazima muziki? Club pia. Club ujue mimi nasemanga Ama watu waende club za nini? whether zimeshika ama uko soba unajua kenye unafanya. So hata msee akikutusi ati angaangalia nilikuwa msee akiwa soba atakutusi bado. That's So hivyo ndio character inakuwa ready na pombe. Watu wanafichanga ati character na usiekelee pombe. Aki ni shetani. Usiekelee pombe. Hata hivyo tunasema ati sijui zikishika naweza katia dem. Umeishi kutaka kumkatia ni ile unanga kare. Opportunity ujapata. Imefanya So ukue ni tu ile imefunika zile nerves za uoga. So una feel unaweza do anything. Imekuweka high. But umeishi tu kutaka kumuongelesha. Okay. Bas. Yeah, so like ukitaka like just in a very like one sentence. Yeah. Kuna boy yako hapo nje, kuna mzazi anataka kusema sijui DJ nini, hakuna like like one sentence unaweza ambia je mtu. DJ nalipa kwanza lakini wazazi. Niseme Wazazi kwanza kwa mamnini makido. Yeah, DJing is like any other career, lazima usomee, ni ngumu na ni rahisi na inalipa. Asasi, watoi? Yep. Kwa watoi, manze ukikuja kwa ground tia bidii. Penda muziki. Tia bidii, penda muziki manze. Hii career si rahisi. Huwezi kuwa DJ kama upendi muziki. Yeah, lazima upende muziki. Lazima upende muziki na pia lazima upende hiyo craft. Hebu ningekuwa DJ sasa inaweza kuwa DJ wa country music. Sasa hiyo tunakataanga siku hizi. Ndio umeona. Usiweke like one genre. Useme ati lazima kuwe like versatile. Unaweza kuta uko na msee anakutambua. Lakini haiwezi kuitia gig. Lakini basi umejibase na muziki type moja. So inataka uko like ni Mugithi unasema yeye anaweza then unakimbia unapiga research. Mugithi ni mambo gani? Uswaita na nini? Unasema utafika achilia kazi unasemanga fika mjengo. Exactly. Ngoja nilisahau kuuliza, what was your first job before you became a DJ? My first job mimi nilikuwa nafanya mjengo. Mimi nilianzia mjengo. Tulikuwa tunalipangwa for so per day. Nikatoka mjengo nikaenda kampuni ya dawa. Hiyo time yote bado nilikuwa pina na DJing ilikuwa ulikuwa umeibeba. Nilikuwa hapo tu kwa mgongo, tulikuwa tunakaa nayo pole tu. So tukimalizia kuna mtu pale amesikia want to listen to your mixes, social media handles. Social media handles. Kuna maybe ule anataka kukuja kubariki na kusalimia. Anataka kunisalimia. Na hakuji mikono mitupu. Atakupata wapi? Atakupata aje on social media? Instagram at DJ Granite. DJ Granite inakuwa DJ GRANYT._KE. DJ Granite._KE. Facebook Granite the DJ. Those squeezy Facebook hatuiko sana. Yeah. TikTok same DJ Granite._KE. YouTube at DJ Granite. Ukiona unipati kwa hizo social media, kuja Alfakir. Iko pale Mirema. Mirema. Yes. Mirema Drive. Akastuka. Tuko Mirema. Each and every single day. Hello babe, unaishi wapi? Red flag Mirema. Tuko Mirema, Roysambu, Alfakir. Every time. Siku zote. Nimesahau. Na kila Friday 8 am na kwa TV 47. Okay. Tunakuanga unakuanga. Mimi ndo nambebeanga nini, nabebanga mashini. Tuambie tunakuanga na wewe. Tunakuanga na Loisi. Mimi nabebanga mashini lakini mnaniachanga huko nje. Lakini ni sawa. Nitakuja tu hivyo. So each and every Friday. Na by the tabia yenu kujifanya mnajiita KE mnafanyanga kweli si ni what is it? Nani? Inakuanga tu. Weka upendi nationality yako basi. Kuna time mlikuwa mnavanga nini? Iko wapi? Nani alikuwa anawauliza? I don't wear braces. Sasa mimi si atu bracelet. But tunaona tabia zako. KE. Kutoka time ulitoka. Ndio hata nikienda international unajua ukijana umetoka wapi? Una represent home. Nyingine mna exaggerate. Tunaenda international kama sisi. Azinaona hiyo KE inamaanisha hizo. Proud of his country, hata akienda international. Kenya forever. Granite na ukiomoka usinisahau. Mimi nakusahau vibaya tena sana. Kukumbushe. Guys.
Imeisha hivyo. Mimi nikiomoka mtajua. Tutaona, we'll see the signs. Yeah, There will be signs. There will be signs. Kwanza naachana na mambo mbogi yangu yote yenye naijua. I wish hawatasikia. Wasikuachilie saa. Msiniachilie saa, mnishikilie mpaka niomoke kwanza. Lois, tutatuambiaje? Mimi I want to first thank Granite. He's a very hard person to find. Yeah. Very. Guys, unajua tumetafuta huyu. This guy mtafuta hapa sijui ni vipi. Ati unakuja. Tuko kazi. Thank you for making time for us. Yeah. Yeah, and I don't know. Manze nimeappreciate. Bila kama ujisikia umsia kimix. I don't know what you're waiting for. I don't know what na mumbook events na mfike bei. Na maru bas thank you. Mfike bei. Unasema msanii ali? Because mimi nimemsikia. Yeah. Nimemsikia in several events, nimemsikia kwa harusi, came kwa back to school and we'll call you again because the kids. Yes. Mimi nataka ule DJ mwenye alikuwa ameketi pale kwa kona. Bana hii sura imaintain hivyo tu. Nataka pesa. By the thank you guys for hosting me. Appreciate sana. Ukitaka kukuja tena sisi tuko. Ndawaletea mbogi, ndawaletea watu wako na traumatic experiences wakuje walia hapa ndani. Mambo ishike sana. Uzuri ya therapy. So watu hadi mseme pause the mic. Yeah. So me appreciate sana. Welcome. Yeah. So as nilikuwa nimesema, we have started a series enye is talking about entertainment. So today episode 1 tumekuwa na DJ Granite KE. Next time ukikosa hiyo ingine itakuwa kali. Itakuwa na no I don't want to spill the juice. Asha moto. If you go lower kisha sisi we must go high. Lakini utatuombea. Sana. So guys, thank you for the subscription. It's a good move. Tuko sawa, Mungu awabariki. So and ni episode ngoja kabla useme watu wa subscribe. Mkisubscribe yetu msisahau yake. Ashasema venye anaitwa YouTube. Yeah. And you like and you comment and you also share. Yeah. Tuko episode. Sai tuko. And Real Life Unfiltered episode is a wrap. Thank you guys. Adios.